Miongoni mwa ndoto ambazo zinaongelea uongo mwingi sana, yaani ndoto ya kumuota nyoka katika usingizi ni miongoni mwa ndoto ambazo zimejaa uongo sana kwa huyu ambaye aliota na hata kwa mtu ambaye anayekwenda kutafsiri ndoto. Kwa sababu ya nini? Zimekwenda zinatofautiana mno, na ili uweze kupata maana halisi ya ndoto uliyoiota ni lazima uwe na mtu ambaye mwenye ufahamu wa kutosha kuweza kuelewa ndoto ambayo uliyoiota. Lakini pia tunasema tafsiru ala annahu rumuzul adawat, kwamba ndoto ya kumwota nyoka ni alama ya uadui. Ndoto ya kumwota nyoka katika usingizi ni alama ya uadui, au shakhsa alladhi yakhfa aladawata yudhhiru alwad. Lakini ndoto hii inamaanisha ni kumwota mtu ambaye aliyeficha uadui, lakini kwako anakuchekea. Yaani kuna mtu anakufanyia ubaya huku anakuchekea. Kwa hiyo ndoto ya kumwota nyoka inaweza kuwa ina maana kuna mtu anakufanyia uadui huku anakuchekea, kuna mtu anakudhuru huku anakuchekea, kuna mtu anakufunga huku anakuchekea, kuna mtu anakuharibia biashara zako huku anakuchekea. Kwa hiyo ndoto ya kumwota nyoka imebeba maana nyingi sana, mpenzi mtazamaji. Naomba ukae hapo ili leo tuweze kuistafidi, kwa sababu leo ni siku ya darasa. Katika siku ya madarasa ambayo nimeyafanya leo, nataka kulifanya darasa hili la ndoto ya kumwota nyoka katika usingizi wako kwa mapana, ili na wewe kama ni muhanga wa ndoto hii uweze kuangalia namna gani unaweza kujinusuru kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunasema yara Ibn Sirin ana dhuhuri thubana fi hulmi. Lakini Ibn Sirini, bingwa huyu mtafsiri wa ndoto, anasema katika yale ambayo aliwatazama katika kudhihirika katika ndoto kumwota nyoka au katika njozi kumwota nyoka, anasema kwamba kad yushiru ila ujudi shakhsa hasidan, ni alama ambayo inayoashiria au inayobashiria kwamba kuna mtu ambaye anayekufanyia uhasidi. Kuna mtu ambaye anayekufanyia uhasidi, anakuonea wivu, anakuonea chuki. Lakini pia au munafisa fil hayati rai,